asifiwe. Roho Mtakatifu akisha kuwepo ndani ya moyo wako, lazima kupandishe nyikani ukapimwe. Zingatia hapo ninachokwambia. Na najua kwa kuwa hata wako jikoni yako, mwambie wasipige kelele, wapige kimya kimya. Wao wanasikiza ujumbe. Roho Mtakatifu ambaye leo ameshuka yuko kwenu. Kuanzia mkutano tunaendelea, watu wamebeba Roho Mtakatifu hapo, wamepokea Roho Mtakatifu, na wengine watapokea nyumbani kwao. Hivi safari mnaanza hapo, nafika nyumbani tayari Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwenye moyo wako. Nasema hivi, hawezi kukupeleka kwenye kazi mpaka kupandishe nyikani ukajaribia. Yaani haiwezekani. Yaani sio anataka kutengeneza jue kwamba unafiti mahali. Nini kinakupeleka nyikani sasa? Ndio hicho nataka nikupe ili ukiandike ujue. Roho Mtakatifu kisha ingia ndani yako, anakupeleka nyikani ukajaribiwe, kwa maana kwamba Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kuja. Yaani Roho Mtakatifu anapokuja, kinachofuata ni nini? Nguvu inatusaidia kwenye utumishi. Nguvu inatusaidia kushinda dhambi. Nguvu inatusaidia kupambana na maadui wowote wa kiroho, tunawashinda. Usipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yuko kwako, nguvu haijaja, unaweza ukashangaa unaingia kwenye uzinzi huku unanena kwa lugha. Sababu kinachokushinda, yaani kinachokusaidia ushinde, sio tu Roho Mtakatifu, wala sio tu kunena kwa lugha. Kinachokufanya ushinde ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa Roho Mtakatifu amekuja, mwambie naomba nguvu. Usiondoke kwenda kwenye kazi kabla nguvu haijaja. Hakikisha nguvu ipo kwenye moyo wako ili uwe na uwezo wa kushinda. Si mnanielewa vizuri? Biblia inasema ukiwa na nguvu itakutoa, unakwenda Yerusalemu unakuwa shahidi. Unasogea Samaria unakuwa shahidi. Unakwenda kwa Wayahudi unakuwa nini? Kwa Wayahudi wenye dini unakuwa shahidi. Na hata misho ya nchi unakuwa nani? Unakuwa shahidi. Sasa sikiliza, ushahidi wetu umegawanyika katika mazingira mawili. Ushahidi wetu ni wa kiroho, lakini pia ushahidi wetu ni wa nini? Wa mwilini. Sio wa kiroho tu. Kwamba mwambie